kwa watu wa Nakuru. Mimi ni New Generation Aspirant, Coordinator Rift Valley. New Generation Aspirant yani ni NGA. Mwisho kabisa. Mimi ni Member of Parliament. I'm going to aspire the year 2027 majaliwa yake Mwenyezi Mungu. By the way, na before maybe nitoke hapo hivyo kwa introduction, I have seen you in I don't know, is it Maroon? Hiyo ni polisi ama ni another organization yenye hatujui, unajua? Can you make us maybe understand? Mimi ni polisi wa wananchi, napigania wananchi wapate haki yao. Sina ubaya wowote na si compete na serikali. Hata maaskari wakiniona nayo wako sawa tu. So thank you so much. Maybe in fact I really appreciate you and thank you for coming. Thank you. Ladies and gentlemen, we are under political pressure. We are under political arena whereby at some point where we are maybe undergoing a lot of maybe difficulties, a lot of success, a lot of things according to the occupation you are. You as an individual, how are you affected politically? Here with me today, mtayasikia. Acha nianze na mjukuu. Tafadhali naomba umpatie microphone. Okay. Nikianza na mjukuu. Mjukuu, we have been seeing most of your videos trending huko kwa mtandao, and at some point huwa unatetemesha sana. Kitu ya kwanza, how did you maybe who inspired you? Where did you get this inspiration? Unajua siasa ni kufanya utafiti na kufanya uchunguzi. Na siasa ni kutetea mwananchi. Unajua kuna kitu moja hata watu wakimchukia Raila Odinga. Raila amekuwa kwa serikali almost 45 years kwa sababu gani? Alikuwa anazungumza lugha ya mwananchi. So kuna vitu nimelana kwa Raila mazuri na mabaya. So zile mazuri nikachukua, mabaya nikaacha. Zungumza sauti ya mwananchi ndio mwananchi akuelewe. Usizungumuze sauti ya mwanasiasa ambaye ananyanyasha mwananchi. Fanya utafiti. Kama mjukuu alikuahidi kwamba nikichaguliwa kama member of parliament wa Embakasi Central, nitafanya ABCD ndani ya bunge. So hayo ndio nasungumuza. For example, mambo ya CDF sio role ya mwanabunge, mambo sio role ya mbunge. Role ya mbunge ni kuwakilisha mwananchi, kutunga sheria ambayo inalinda taifa, sio sheria mbovu. Sheria ambayo inafaida mwananchi na inaenda taifa la Kenya. Hiyo ndio role ya mbunge. Number 2, vitu tunazungumuza, tunataka accountability, tunataka change. So kuna watu ambao nikiangalia mbele naona huyu kiongozi hawezi kutusaidia. So lazima nifanye utafiti. Wewe tangu kuwe kwa siasa hii, ni nini umefanya? Umegusa maisha wananchi ngapi? So kama huko tunakuweka inasema mwanaambia mwananchi huyu afai, ule anafaa. Hiyo ndio kazi nafanya. Inachaguo ama mimi nasema mwananchi ndio akona masikio. Akiamua sawa. So akitaka kulia ambia chagua ule utalia tena. Chagua huyu utalia. For example, we have somebody ambaye anaitwa Natembea. Naweza kuambia vitu ambavyo jamaa amefanya kabla kuwe governor, na vitu ambavyo amefanya kama yeye ni governor, na ni vitu ambavyo anaendelesha. So huyu ni mtu nikamwambia chagua, nikamwambia na sababu. For example, we have so many governors like the governor of city, capital city of Nairobi, Mheshimiwa Honorable Johnson after Sakaja. Hakuna project mmoja ambayo tangible ambayo inagusa common man, yule mtu ambaye kwa slums. Ambaye anasema sasa huyu ni kiongozi, hakuna. But ukienda kule mashinani Trans Nzoia County, unapata kwamba ile ni metropolitan ambayo ukifanya siasa sasa hii ni inaegemea jamii fulani ndio lazima achague mtu. So Natembea anafanya kazi kulingana ile sheria ya taifa la Kenya. Kama kuna mtu akona sheria hii Kenya, ule mtu hawezi kuvunja katiba ya Kenya, ndio Natembea. So nafuata mtu ambaye ananijenga. Natembea simama kwa podium akutukane, ati wewe ni mwanasiasa, wewe ni asili yake. Hapana, atakwambia bwana hapo unakosa. Hiyo ndio Natembea. Natembea sasa simama kwamba wewe ni muuaji. Na ana hiyo evidence. Natembea sio kwambia wewe ni muizi kama ana hiyo evidence. Atakwambia kwamba serikali ni mbaya kwa sababu A B C D. So nikikwambia Natembea ni mzuri, kwa nini wewe unapinga? Nataka serikali, mtu anakudanganya. So hiyo ndio sasa mimi nafanya. Nafanya utafiti, then natafuta mbinu nitapatana na huyu mtu. Yala ambaye anaona kwa social media, yala ambaye anafanya na yeye personal. Sasa tuko watu wawili sasa personal. Niangalie kama inaendelea na ile vitu ambayo anafanya. Na nikwambie this is the right man. Yeah. Now let me direct the same question to my friend here, and I think
kwa vizuri tukamsikiza. Sir. Yes, sir. Brief us a little bit, where did you get the inspiration of this politics yenye huwa mnapiga nyinyi kama bunge la mwananchi? Okay, inspiration ya politics upande wangu kama Makoha hasa kwa kaunti ya Nakuru ni poor leadership. Na mimi naposema hivyo huko hivyo Nakuru nimeanzisha slogan hii one term advance ifike stage fulani. Stage gani hii? Nimesema ya kwamba whether you are performing or not, uweze lipia kijana CDF kama basari leo, huyo kijana asome whichever amount of money, aende college, arudi akupate bado wewe uko kwa kiti. Kijana amefanya city politics ya university, anataka kurudi pia yeye aongoze, wewe umekatalia kwa kiti. So personally miaka 15 ambayo mimi nimeona mjumbe wangu ambaye anaitwa Samuel Arama, nilikuwa nyuma yake sana nikimobilize vijana wenzangu kuhakikisha kwamba huyo mjumbe analeta maendeleo. Mwaka ya kwanza unajua si kama mwanamke umeoa huwezi jua tabia yake. Anaweza kuwa anaiba pexi za wamama wengine kwa plot, wewe hujui. Ukae usikie utoke kazini waambie mwanamke bibi yake amepigana na mtu. Mara ya tatu waambiwe bibi yako ameshukishwa na Prado. Unajua unamsoma. So yeye Bwana Samuel Arama tamu ya kwanza alitunyanyaza kidogo na ni mwerevu, akaruka Jubilee, akarudi tena UDA. So mimi kwa miaka 13 sasa huyo jamaa amejenga police station, huyo jamaa amejenga CDF office, na huyo jamaa amenunua gari ambayo ina facilitate matanga. Kuna wengi ambao nilijaribu kuwaambia kunulia watu hasi sio maendeleo. Watu wakaanza kusema wewe kwenda huko hata kama unataka kiti, hata wewe siku moja unaweza fiwa. Ningetamani kuambia ya kwamba kufiwa huwa ni mpango ya Mungu. Sio binadamu kuishi mtu ufiwe, na siogopi kusema. Hiyo sio maendeleo. 13 tangible years we were looking forward as the constituents of Nakuru Town West, for example. I'm telling you where my inspiration came from. We were looking forward to see developments we are seeing it through young people who are first timers in the parliament. The caliber of Peter Salasia, mtu anavuta bangi hadharani, mtu anaogelea na watoto, lakini ukienda kwa constituency amejenga KMTC. Ukienda constituency yake ametrain vijana 400, amewalipia courses zao. Sasa huku gari ya matanga kwanza ikinunuliwa wanataka mkufe. Wewe utafaidi aje? Na ndio maana watu wengine hata wanaonanga waombe Mungu siku ikifika waende, lakini wengine hata hawalipangi insurance ya Jubilee insurance itanunulia wewe sanduku. Unaona? Sababu kifo ni lazima. Na hakuna ndugu yangu siku utafariki watu wako na marafiki wakose kusimama na lazima tutakuzika. So huyo maendeleo ya gari ya matanga mimi na ni piece off, because the only way I can benefit is by dying. Are you getting that? Secondly, building a police station. Do you know what transpired in the police station that this man normally just dump that he built? Kijana amepigwa akaumizwa sana. Kijana anaitwa Eric Monyanja. Eric Monyanja huyu ni activist wa mtandao. He has a democratic right to support or not support the incumbent member of parliament. But you see, this is a man who sent goons to attack this gentleman. Gentleman working in Naivasha as a soldier kwa mlango. Huyu kijana anaishi Nakuru Town West constituency. Huyu kijana amepigwa akienda CDF office kuomba msaada wa kulipiwa kama constituent yeyote kama wewe na mimi. Sasa namalizia, nataka upate point what inspired me and what is still inspiring me. Kijana after 2 days tena vijana waliompiga akahepa na mlango ya nyuma ya ofisi ya CDF wakampata barabara. Wakamusandwich, wakamweka kwa veranda ya duka moja, wakakanyaga kijana, wakagonga, damu ikaanza kutoka kichwa, na wakampea placard to show you that it was something that was planned ya Mheshimiwa Samuel Arama. Abebe juu. Sema Samuel Arama ni mwanaume na mwenye atamuondoa kwa kiti hajazaliwa.
Unaona vitu kama hizo. Kijana, as we are speaking, yesterday he recorded the statement and he has obtained the OB. We are pushing until the people who are culpable are brought to book. Such like politics is what inspires me the most. As a youth of this great nation, I don't need to be paid. Or rather, if I become a leader, I don't need to use the youth who are jobless. Youth when wanakusaidia kufanya campaign, una clinch seat. Ukisha clinch your seat, badala ya kuwapea empowerment, wafanye kazi, walishe familia zao, unawapea shilingi 500 waende wapige constituency mwingine ambaye anakukriticize. Any leader who knows what he's supposed to do as an elected leader is supposed to embrace criticism. Without criticism from the people who do not support me, for example, I cannot assess myself and know whether I have attained the goal that I was looking forward to attain or not. So for that man, his ni kulipa vijana shilingi 500. Akisikia umemcriticize, ameongea na madharau mara 3. Ya kwanza, vijana mkisikia mtu ananicriticize in public, shika huyo kijana. Polisi wameshindwa na kazi yao. Where on earth can you give the citizens the right to arrest a person criticizing you rather than allowing the police? If you are being criticized unfairly, the police has the duty of arresting such like people and take them to the course of the law. Huyo jamaa amesema hivyo. Wakati kulikuwa na maandamano ya the year 2023, it is the same man who brandished a gun towards the voters. He almost shot them. That one is in the public domain. Recently, when we had a public participation about the CDF 3 months ago, it is the same man who told the constituency that nyinyi ni wajinga, mpaka naona karibu mnataka kunipea kura mara ya 3. Unaona hayo maringo na madharau ndio ina-inspire kijana kama mimi msomi, kijana ambaye nimekaa na mama zetu na ndugu wenzangu ambao wanaumia, niseme ya kwamba we need to uproot that man. Na hiyo kiburi mpaka anatuma vijana wanapiga mtu ambaye anamcriticize. Kwangu it is a sign of too much heat in the kitchen. He will definitely go home. Noma sana. Yeah. Noma sana. That is it. Mjukuu. Yes. Unasikia hiyo mambo? Yes. Now you guys, I'm coming to you, Mjukuu. Does it mean when maybe you are politicking? I wish you could give him the microphone. Okay. When you are politicking your issues, and at some point maybe you are trying to come up with your information, you are trying to share with the public, you are trying to share, maybe, of course, when you are trying to enlighten those people, mostly your audience, hamuogopi kwamba maybe inaweza kuwa rahisi sana if possible pia nyinyi mpate shida? Ama have you ever had any problem before maybe wakati una Mimi ni beba na Subaru. So unajua mimi nikisikia Subaru bro, hapo nasikia ni kama tumbo imeenda notice. Hiyo wazana siasa. Ni mwae beba na Subaru. Wanaume 5. Wacha kwanza, did they maybe walikuwa that ama they just hiyo tu kwa sababu walitrack simu yangu wakanichukua kwa nyumba ya mtu nilikuwa nafanya kazi ya rangi on Sunday saa 5 asubuhi na kuna mtu alijua nilienda wapi. How did you manage to get out of that? Si nilipelekwa DCI headquarter. Nikajikishwa na kesi ambayo nimefanya, sijui nimefanya nini. Tukifika wakanyimwa ile barua kunicharge na ODPP. By the way wakati ODPP alikuwa ordinary. Kwa mambo ya political siasa, yes, lazima ushikwe. Yes. Hiyo ni kitu normal. Na mara mingi huwa nasemanga kama kuna mtu ambaye ni gentleman hii Kenya, ni ordinary. Kwa sababu aliangalia hii siasa, it's a pity. Let me ask you, did they maybe arrest you by either a reason of insulting somebody or just maybe because of you said a certain truth somewhere? Walikuwa wanamaanisha kwamba nilisema kwamba mkiua Maina Njenga tutawaua. Yeah. Na sikutaja mtu. Nilisema mkiua Maina Njenga tutawaua, na wenye walikuwa wanasema who is Maina Njenga before those people? Maina Njenga ni chairman, our bishop Maina Njenga, our man. Sisi tunapenda Maina Njenga natural. Ndio anakuambia Maina Njenga ni mungiki. Maina Njenga ameibia nani mali. So nikisema Maina Njenga, mimi napenda Maina Njenga, mimi si Mkikuyu. Unaona?
So Maina Njenga mimi nampenda. Ukienda kwa Maina Njenga kila mtu any impact to the society kutoka kwa Maina Njenga. Maina Njenga ni mtu ambaye anasaidia watu wengi, anasomesha watu wengi. So huwezi kuna wanasiasa hii Kenya ambao wengine wanataka governor. Huwezi linganisha Maina Njenga. Ukiuliza wewe as a personal umesaidia vijana wangapi? Hakuna. Hata kwa Maina Njenga waambie niletee watu 10 wako university na jina yako, letete na watu 10 wako secondary na jina yako, italetwa kwako. Waseme kwamba sisi kama sio Maina Njenga hatungeenda university. Sisi kama Maina Njenga hatungefanya form 4 from form 1 to form 4. Sisi kama Maina Njenga hatungefanya hii biashara. Lakini alitutoa hapa akatufikisha hapa. Napata vizuri. Huyu Maina Njenga. So mtu kama huyu ambaye anasaidia vijana, anasaidia wa kabila yake wa Kikuyu, anasaidia kabila yote. Nikisimama na yeye kwa sababu ule mtu nilisema kwamba ukiuma jana Maina Njenga tutakuua, yeye alikuwa anataka kingpin ya Mount Kenya. Na Maina Njenga alikuwa anataka kingpin. So unaona such politics. The same ndugu yangu anakuambia jala Samuel Arama nafaa. So aliona kwamba huyu ndio mouthpiece ya Maina Njenga. Tumuhusie uoga, tumkamate ndiye nyamaze. Na siku nyamaza mimi bado mtu wa Maina Njenga damu. Kuna wanasema ukiniwekea mesa nachukua Maina Njenga na chao. Na bado unaongea. Na bado anazungumza. Ndugu, hujawahi ogopa wewe maybe unaweza shikwa maybe ama umewahi bishikwa before na ukapata shida mahali? Sisi wote ni waoga, tumeumbiwa uoga kama binadamu, lakini kuwa muoga iko na kiwango yake, up to which limit wewe ni muoga. Unajua kuna uoga aina mingi. Mimi kwa mfano huwezi kuja kwangu uguza watoto wangu nataka mimi nikuwe muoga, hapo nitakataa. Uoga hii kweli kama niko nasema kitu ambacho sio cha kweli, nafaa niwe muoga wakati unaanza kunitafuta. Yale ambayo mimi nimeyasema hapa siogopi kwa sababu imefanyika na tunataka tuwe na Nakuru Town West mzuri. Just like the way the national politics are going. Naona rais analia in public. He can do better than that. Unasikia ndugu yangu? Sasa sasa hii nikicriticize vile Ruto analia in public, huwezi niambia ati nafaa niogope. He is good in crying but he can do better than that. Huwezi kuwa unalilia watu ambao wamekimbia mbio na kila mmoja anafaa apate milioni 10. He can do better. Let him cry as he solved the problem of SHA not working in hospital. Let him cry as he convinces us that he's going to release capitation money across the schools and deal with the fake schools that are receiving up to 50 million per year. Now that happened, your microphone yako iko, and I really want to go straight now to the point kwa sababu if possible I wanted those people who are watching you right now maybe to have a little bit of the information from you guys so that we can understand who are these people. Yes, what do they do? You have shared a little bit of your information. Which people? Let us those you okay. you now you. exactly. You now let us go straight to the point. The state of the nation, the governance currently, the way maybe the current leadership and the effects that at some point we are experiencing because of time and the shortest and maybe time possible. How can you say about the state of the nation according to the information you may have? The current leadership has failed Kenyans big time. That's why I was trying to give you a point that the president can do better. We know he's good in crying. The first time I saw Ruto crying was in Kisii when his trouser was torn by a group of youth. Another time I saw him crying was when he convinced innocent mothers and youth of this great nation to vote for him in the year 2022 and later on akapanguza machozi na akawacheka na akawaambia nyinyi wajinga, next time mulipe ushuru, kuna mtu mwenye nitaspare. Now he's crying not because Shakahola is still operating. Now he's crying not because SHA has failed terribly and the likes of Duale are operating at Kenyan hospitals plus theirs in the manner that they like. He's crying as a president. Why don't he cry when he is told that accidents zimejaa Naivasha kutoka na Mai Mahiu mpaka Nakuru Town? Aweze kurelease pesa haraka, ali amalize na release hiyo pesa wajenge
alternative route ambayo itapunguza congestion. Watu wamelala hapa Giligili usiku. Saa hizi ukienda Western, ukitoka hapa Nairobi nafaa ukule, uende choo, uoge na ubebe power bank yenye utachaji nayo sababu utalala hapa. Na mtu anaanza kulia sababu athletics sijui wamefanya nini. That is a failed president. And therefore, my simple message to the youth of this great nation, register as voters. Who is that person telling you that Ruto will steal elections? This time round, we also want to steal his. Are you getting that? Money may be there, but you cannot steal 6 million votes. How? And 2 million are the only ones who voted Which for you. formula are you going to apply to steal his votes? One is registration. That is the surest way. And I'm saying Registration. registration. Okay. And it is not just about registration. As you register, are you going to turn up to vote? As you turn up, are you going to vote for the right candidate, or you are going to repeat the same mistake that you made last time? So my eyes to the youth of this great nation, let them go and register. After registering, on the material day, let them not even have sex with their girlfriends and their women. Let them turn up, sober-minded, ready to guard the vote that they are going to cast. Once they cast, they should now wait for the announcement of the results. I can tell you for free, William Ruto will not win election in 2027. Why? Because he won in 2022 because majority of Kenyans bought his trick agenda of lying to them. Mama mboga, watu wa boda boda, tutabadilisha, wale watu wa vitendawili, wa Kenya wakaingia box. Plus Rigathi Gachagua gave him a lot of votes. Kikuyus wote walipigia Mheshimiwa William Ruto. Total ya kura yenye alipigiwa ya ukweli milioni 6. Ilikuwa rais aibe milioni 2. Lakini 2027 atapigiwa na milioni 2 ya Wakenya ambao wamechanganyikiwa. Ataiba aje milioni 6? It is not possible. Mjuku, according to the information our friend is trying maybe to give us, and from your perspective, the state of the nation and the state of governance, the kind of governance we have right now, what maybe do you think should be done to for us to see the solution? Do you really think that maybe ni pesa ziko Kenya, ama maybe kama pesa zipo, ni mikakati ipi inafaa kufuatiliwa hivyo ndiposa watu ndio wanaswe vizuri wafanye kazi? Pesa zipo na pesa zipo kwa wingi. Na hii nataka kuambia Kenya. Tukitaka kushinda Ruto lazima tuchukue kura na tupige kura. Pili, lazima tulete viongozi ambao kuna agenda taifa la Kenya. Number 1, Natembeya kuna agenda. Number 2, Matiang'i kuna agenda. Ukitaka kutengeneza Kenya leo hii, leta viongozi ambao ni wapya, hawajakuwa katika hii na soko ya Moi, hawajakuwa kwa ina sako ya KANU. Ni watu ambao kuna agenda ya kutransform taifa la Kenya. For example, we have governor wa Trans Nzoia. Within 3 years amejenga level 4 Tom Mboya. Hii ni hospitali ambayo inashughulikia wanawake, inashughulikia watoto. Within 2 years huyu ndio kiongozi anaendelesha kujenga Kitale Stadium. Unanipata vizuri? Without pesa ya national government. Umabe tumeona Ruto ameweka 500 million. Kitale inajengwa na 600 million. Pesa ambayo amepewa na Tembea kama allocation ya county ile ambayo anapewa every year. So hii ni ishara tosha kwamba pesa ipo, ijapokuwa tujakuwa na viongozi ambao wako na mpangilio wa kupanga pesa. So I believe ya kwamba Wakenya tunataka mabadiliko, tujaribu Natembea na Matiang'i. Iwapo tunataka mageuzi. Once, hakuna siku Natembea atakubali kuibwa pesa. Number 2, hakuna siku Matiang'i atakubali ujinga ya kublackmail wa Kenya. Hata kubali ya tola. Tumemwona akimake anaongea kidogo, matendo ninafanya. The same Natembea anaongea kidogo. But akimaliza kuongea, usipofuata my friend, mahakama na jela ndio inakungoja. Na kulazimishi anakuambia hii ni sheria. Ndugu yangu,
Kenya ya leo tukipea na tembea na Matiang'i within 90 days, hiyo ni mwezi 3, Kenya itakuwa imenyooka. Wenye maiba pesa watakuwa rudisha, kwa sababu natembea na time ya kununua bunge. Matiang'i ana time ya kupigana na Senate. Atakwambia this is katiba, fuata. Kazi yangu president ni hii, kazi ya mbunge ni haya, kazi ya senator ni haya, kazi ya governor ni haya. Na natembea akikuwa governor. Ndugu yangu, hii pesa na hivyo account, unajua the more kichwa samaki imeoza, pia mkia itaoza. So uwezi expect ya kwamba governor atafanya kazi ya wakati national government inaiba pesa. Ni ngumu. Ni ngumu. Kwa sababu ama governor ni rafiki ya national government, rafiki ya president. So wataiba, hakuna mahali tupelekwa. Unaona natembea amevalishwa bangili kwa magavana wote. Kwa sababu gani? Alikuwa anafanya kazi na alikuwa against serikali. So unaona anawekwa bangili ndio usio uoga. Bataka kununua uoga ya nani? Ya William Ruto. So it's the best candidate 2027. Kama tunataka maguzi kama Gen Z na taifa la Kenya. Kama tunataka mimi si mkabila. But naangalia mtu yenye ukipiga kura maisha yake badilika. Tu watu walichagua Kibaki na kijana wa Malwa. Na jenda Kibaki ilikuwa ni free education and affordable health. Vitu mbili. Na Kibaki alitimisha. Within 90 days free education ilikuwa Kibaki, kijana wa Malwa. Wakaleta affordable health ikaletwa na nani? Akina Kibaki. Kujengwa dispensary level 4, vitu kama hizo, kijengwa kila maeneo. Kibaki na kijana wa Malwa alimaanisha kwamba nitafanya free education. Ruto amechaguliwa na sympathy, vitu 3. Sympathy ya mama mboga, pili ya kwamba yeye ni mtoto maskini, 3 ya kwamba nitarudisha gharama ya maisha chini yenye Ruto amepandisha. Ruto amechukua ushuru kama Uhuru ameachisha kwa 8%. Hiyo ni tax. Yes. Ruto akalalamika kwamba Uhuru na Raila ni watu wajinga sana. Hawajailala njaa. Wanabebesha wa Kenya mzigo mzito na ushuru, na ndio wa Kenya wametoka kwa COVID-19. Nikiingia nitapunguza, nitoe kwa from 8 nilete kwa 4 ama 6. Ruto ametoa from 8 to 16%. Nani atachagua Ruto? Paisley wafanya kazi. Ruto wakaweka tax. So hao watu like 1 million ambao ni wafanyakazi, 1 million hao ni wafanyakazi. Ruto amepoteza kura zao. Makanisa yenye Ruto alikuwa analea ndani ya kanisa, Ruto amewapoteza. Mama mboga Ruto amepoteza. So Ruto anapata kura wapi? Ni criteria gani atatumia kudanganya? Jua kuna Raila Odinga. Raila Odinga imeisha tamu kama Big G. So hawezi idea Ruto mahali popote. Haiwezi ndugu yangu, haiwezi. Raila sio Raila ya 208. Raila sio Raila 2022. Raila sio Raila 2017. Raila sio Raila wa 202. Huyu sio Raila ya 1992. Huyu ni Raila yenye watu wamemgundua ya kwamba hataki mabadiliko. Na yule mtu amevaa vita Raila Odinga ni nani? Mheshimiwa anatembea. Raila amenjoy benefit ya Waluya. Yes. Na sasa Waluya wako na mtu wao yenye nasungumusa tatizo ya Muluya, yenye nasungumusa tatizo wa Kenya, yenye nasungumusa yale Raila alikuwa anafanya. Na tofauti yake na Raila ya kwamba yeye ni governor na yale anasungumusa anafanya kwa county level inaonekana. So akipewa ofisi ya juu itakuwa sawa. 0741623489. Maybe if you wanna have an issue, you can SMS. Let me ask you a very simple question, maybe because of time. Kuna hii issue yenye imekaribu. Okay, I don't know the best language I can use, but okay, let me just go straight to the point. Juzi Rigathi Gachagua said kura hazipatikani kwa boardroom na kuandika the 6th kwa mtandao. What do you really think he was maybe after, and maybe why do you really think Matiang'i is not with these people nowadays? Tunaona kwamba wanataja Martha Karua hata kwa mikutano hapo kwa rally, wanataja Martha Karua, wanamtaja Wijuni wa Malwa, wanamtaja Kalonzo Musyoka, wanamtaja Natembeya, wanafika hapo wanakoma na hapo. Kwani Matiang'i alienda wapi? Shida ni moja. Tatizo la mheshimiwa Excellency Geoffrey Rigathi Gachagua, Gachagua anaogopa Uhuru Kenyatta. Hiyo ni kweli mama. Anamuogopa aje? Gachagua anaogopa Uhuru. Ile siku Uhuru Kenyatta atapanda juu ya Porado, asunguke mlima Kenya, sawa Rigathi Gachagua.
Sawa Rigathi Gachagua. Kwa sababu gani? Mimi sichukii mheshimiwa Rigathi Gachagua. But ile siasa Gachagua anafanya, Uhuru akipanda juu ya gari atawaambia 2022 niliwaonya kwa Gachagua atawauza kwa William Ruto. Aliwauza ama wakauza? Wapiga kura watajibu alituuza. So what do you expect? So DCP itakuwa DCP imekufa. So to assume aliwauza. Hiyo ndio siasa. Kwa sababu atawaambia ya kwamba si mlikuwa kwa UDA, nikaleta Raila Odinga, na Jubilee yangu, mkasema Raila haifai, Ruto ni anafaa. Nini imebadilika leo? Gachagua anasema Ruto ni muuaji, Ruto ni muizi, Ruto anadhulumu wa Kenya. Hiyo ndio kitu Uhuru Kenyatta wauliza. Then waambie tena, mnataka tena Gachagua wadanganye? So Gachagua anahofia kwa unaona vitu kama hizo. Na akiuliza swali kama hiyo, DCP itakufa. Na hiyo ndio kitu Gachagua ameanza kulia. Sikiza Malala alisema kwamba Uhuru Kenyatta ukikuja usilete chama yako Mlima Kenya mahali kuna DPC. Kwani kuna maeneo ambayo imejulikana hii ni maeneo ya DCP. Kuna mahali ambayo imejulikana hapa ni mahali ya Jubilee. Kuna mahali imejulikana kwamba hapa ni mahali ya ODM. Hizo narrative Uhuru Kenyatta huzi. Na Uhuru Kenyatta ana vita na Gachagua. Ijapokuwa mheshimiwa